السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمتابعون في برنامجنا اليومية 5 كلمة في اليوم. Tuko na program muhimu sana ambayo ni chukua maneno matano kwa kila siku. Hapa leo nimekuletea baadhi ya maneno ambayo unapaswa kuyazingatia kwenye matumizi yake ya kikawaida, lakini kwenye kuyatumia kwake kwa kuspecify, kutumia kwa mtu special, unaweza ukatumia mbadala wake. Neno la kwanza tunalo neno hubbu. Hubbu ni upendo. Kupenda kitu ndani ya nafsi yako, lakini upendo huu hauwezi kupindukia kwenye kitu ambacho ni specified. Sawa? Mfano, naweza nikatumia neno uhibbu abi wa ummi, ninampenda baba na mama. Hicho kitu ni kawaida. Uhibbu abi wa ummi, ninampenda baba na mama. Uhibbu shaya wal qahwa, napenda chai na kahawa. Manake unaweza ukatumia kwenye wapenzi wako, familia yako, marafiki zako, hata vitu mbalimbali. Unaweza kutumia neno hubbu. Lakini unapokuja kwenye kesi ya kimapenzi kwa yule umpendaye wa dhati, akiwa mke, akiwa habiba wako, akiwa nani yako, huwezi kutumia neno uhibbu likafika in deep, bali unatakiwa utumie neno aishku. Ana a'shaquki. Manake ukitumia neno hii mbele ya Waarabu, anafahamu kwamba wewe anta maghrumun, umezama kwake. Naam, ana mughramun biki, wengine hutumia hilo, lakini hapa nataka uzingatie. Unaweza kumwambia kwamba ana a'shaquki, mimi nakupenda mno. Ana ahwaki, manake mapenzi yako wewe kwake ni ya zaidi vile vile. Unaweza kutumia maneno kama hayo. Ila kiupande wa daraja linaanza na hubbi kwa maana daraja ya chini, linakuja hawa kwa maana ya level ya kati, kisha linakuja maana ya al-ishqu kwa maana ya advance, maana iko juu daraja yake kama wanavyotumia. Hebu tuone hapa katika huyu mchambuzi wetu atatuzungumzia kuhusu nini kwenye kipengele hiki. Naomba fuatilia kwa umakini. Ana uhibbuki, ana a'shaquki, ana ahwaki. Naam, natumai ulimsikia vya kutosha kwenye kipengele cha kwanza alichokifafanua zaidi, kuonesha kwamba kuna ujumbe mzito wa kihisia unaopelekwa pale ambapo mtu anatumia neno ana a'shaquki, kama ni kwa upande wa mwanamume kumwambia mwanamke, au ana a'shaquka kwa maana ya mwanamke kumwambia mwanamume, au ana ahwaki kwa mwanamume kumwambia mwanamke, ana ahwaka, mimi kwa mwanamke kumwambia mwanamume. Badala ya ana uhibbuka, badala kuanzia leo unalitumia neno hili zaidi kupeleka ujumbe wa kihisia kwa kumwambia ana a'shaquki kama wewe ni mwanamume, lakini kama wewe ni mwanamke unapeleka ujumbe unamwambia ana a'shaquka. Naam, hebu tuangalie kipengele cha pili hapa ni al-ishtiyaq. Al-ishtiyaq au ash-shauq, ile shauku anayokuwa nayo mtu kwa kumkosa mtu, unaita kumiss. Sawa, kumiss. Kwenye lugha ya Kiingereza mtu anaweza akasema I miss you, lakini kwenye lugha ya Kiarabu hutumia watu mushtaqin, hutumia watu ana mushtaqun laki au ana ashtaqu laki. Haya maneno yote hutumika yakiwa ni general, manake haya specify kwenye kipengele maalum au kwa mtu maalum. Lakini unapopeleka ujumbe wa kihisia kwa mwandani wako, unatakiwa utumie ana aftaqiduki. Kama wewe ni mwanamume unapeleka ujumbe kwa mwanamke, kama ni mwanamume mwanamke anapeleka ujumbe kwa mwanamume, basi atasema ana aftaqiduka, ana aftaqiduki. Hebu tumsikilize na hapa anasemaje. Ana ashtaqu laki, ana aftaqiduki, ana aftaqiduki. Natumai umemuelewa vya kutosha baada ya kumsikiliza anavyoitumia ana ashtaqu laki. Amekutilia rongi kwa sababu hii tukipeleka ujumbe kwa muhusika haiwezi ikaja kwa kuleta ujumbe wa kina wa kihisia, badala yake ametumia ana aftaqiduki. Naam, tumalizie kipengele cha mwisho ambacho ni jamilatun.
Jamilatun ni kitu kilichokuwa kizuri, na hii sifa inatumika kwa vitu vyote vyenye sifa ya kike, jamilatun. Lakini unapotaka kuspecify, kumzungumzia mpenzi wako au mwandani wako, usimwambie anti jamilatun, bali mwambie anti fatinatun, anti fatina. Fatina ni maana ni kitu chenye sifa ambayo inapelekea kivutio cha hali ya juu ndani ya nafsi yako na kukushawishi kwake. Hiyo ndio fatina. Tukirudi kwenye maana ya fitna, maana yake fitna ni kama ushawishi fulani ambao unamtoa mtu kwenye hali moja na kumpeleka kwenye hali nyingine, ingawa fitna hutumika kwa maana mbaya, lakini fatina haitumiki huko. Inatumika kwa kuonesha kwamba kile kinachosemwa ni fatina, maana yake ni chenye kivutio cha hali ya juu, cha kihisia. Naam, kwa hiyo anti jamila hii hutumika, unaweza kumwambia ummi jamila, mama ni mzuri, ukhti jamila, dada ni mzuri na kadhalika. Lakini unapoitumia kwenye mpenzi au mke au kadhaa, sema anti fatina, anti fatina. Hapa utakuwa umepeleka ujumbe uliokuwa wa dipu kabisa. Naomba na hii tumsikilize muallima kwenye kipengele hiki anasemaje. Anti jamila, anti jamila, anti fatina, anti fatina. Baada ya kusikiliza somo kwa ujumla, naomba angusha comment zako hapo, elezea umeelewa nini, ulikuwa una utofauti upi kati ya kulifuatilia somo hili hapo awali na kabla ya kulifuatilia. Naam, asanteni na karibuni kwa masomo ya lugha ya Kiarabu hapa katika peji yako pendwa.